Mara moja tutetea simulizi mpya naenda kwa jina la Tatizo Langu. Tunapewa na mkaka anaitwa Diocles Samson Moshi. Yes, msimulizi ni mimi Uncle G simulizi. Bwana, karibu katika simulizi tamtam. Tuanze mwanzo wa simulizi yetu hadi mwisho. Bwana, karibu. Na hii ni simulizi tamu kwelikweli, simulizi ya kusisimua, simulizi ya kuburudisha kwelikweli. Bwana, karibu. Naitwa Diocles Samson Moshi, ila watu wengi wanapenda kulikatisha jina langu, wananiita Dio. Bwana, mimi ni mtoto wa kwanza kuzaliwa katika familia ya watoto wawili. Yaani naanza mimi na wa pili ni dada yangu anaitwa Margaret. Mimi ni mtu wa Moshi, yaani mimi ni Mchaga halisi. Mama na baba wote ni Wachaga wa Kibosho pale, ila baba alifariki zamani sana, eti nikiwa mdogo sana. Nakumbuka nilikuwa na umri wa miaka 6 tu, na mama akiwa anamhimbia mdogo wangu ambaye ni Margaret. Mimi nimempita mdogo wangu Margaret karibia miaka 7 hivi. Sisi tulikuwa tunakaa da, yes, sehemu moja inaitwa Magomeni Mapipa. Hapo ndo baba alijenga na tulikuwa tunaishi kama familia. So baba alifariki na Shukuru alituachia hiyo nyumba ya pale Magomeni Mapipa. Na baada ya baba kufariki, shangazi zetu, yani dada zake baba, walitutaka tukaishi naye, wakatupeleka tukaishi nao, ila mama alikataa kata. Alisema atapambana sisi, na kweli tumeishi na mama muda wote hapo nyumbani Magomeni. Alipotuachia nyumba baba, mama alisema anapambana sisi, wala hawezi kutushindwa, na kweli mama alipambana sisi, haitulea mpaka tumekuwa wakubwa. Kiukweli mama alipambana mno, alikuwa anafanya kazi ngumu ili sisi tuishi vizuri. Hakuchagua kazi kabisa katika kutulea sisi, yaani yeye ndo alikuwa baba, ndo alikuwa ni mama kwetu. Mimi nilijaliwa akili sana darasani, so nilibahatika kusoma mpaka chuo kikuu, ila dada Mage yeye aliishia form 4 tu. Nilipomaliza chuo sikuchelewa sana, niliajiliwa nikaanza kufanya kazi, nikawa napata pesa. Sasa nikaanza kupambana maisha, na kikubwa nilikuwa namtunza mama, maana kwa muda huo tayari nguvu za kutafuta alishampungukia mama. So nilimwambia hapo mzeke, kwa kuwa mimi nishapata kazi, basi nitapambana kama baba. Na kweli nilikuwa namsaidia mno mama, lakini sio tu mama, pia nilikuwa nampambana sababu ya mdogo wangu. Kiukweli nilipambana mno ili waishi vizuri, kuanzia kula yao mpaka kuvaa kwao, ndio nilikuwa najua mimi. Niliyabeba majukumu haswa, nilikuwa najiongeza sana katika kupambana na ishu zingine, maana mshahara peke yake haitoshi na majukumu ni mengi mno. Hivyo sikutegemea mshahara tu, nilikuwa najaribu kufungua hivi biashara vingine tu pembeni. Nilikuwa naweka watu walifanyia kazi, ila mimi nilikuwa naendelea na kazi yangu ambapo niliajiliwa kule. Nilikuwa ni mtu mpambanaji sana, eti sikuwa mwoga kabisa kwenye kujaribu. Kila biashara ambayo niliona ninaweza kujaribu kuifanya, basi siku sita nilijaribu. Sikuwa naogopa kupata hasara kabisa katika kujaribu. Nilikuwa nafanya sana kazi. Baada ya miaka kadhaa, Mungu akasaidia, nikafungua kampuni yangu ambayo ilikuwa inadili na rangi za majumbani. Nilianza kidogo kidogo sana, but final kampuni yangu ilijulikana mno. Nilikuwa napata pesa sana kupitia hii kampuni. Basi nikaachana na kujiajili, nikabaki na kampuni yangu na biashara zangu zingine pia. Pesa ikawa ipo mno. Nashukuru nikamjengea mama na dada yangu nyumba kubwa nzuri maeneo ya Bunju. Sikutaka wapate shida kabisa. Na mimi nilikuwa nimejenga nyumba nzuri na ya kisasa maeneo ya Kigamboni, sehemu moja inaitwa Geza. Kiukweli nilikuwa na pesa mno, biashara zangu zilienda mno, na kampuni yangu iliajili mno. Yaani nilipunguza wingu la unemployment kwa vijana wengi tu. Yes, aisee, nashukuru tu kwa Mwenyezi Mungu kwa kipawa alichonipa, maana nilikuwa mtu mkubwa sana. Kampuni yangu ilifanya julikane mpaka na viongozi wa serikalini. Pesa nilikuwa nayo ya kutosha. Na kwa kuwa dada ya kusoma, nilifungulia duka kubwa Sinza la nguo, duka la nguo pale Sinza. Akawa anafanya biashara hapo. Mimi sio mzuri, ila nina body nzuri ya kiume haswa. Yote sababu mimi ni mtu wa mazoezi sana, na mimi ni mwembamba mrefu na ni mweusi pia. Actually sikuwa mtu wa story sana,
labda unikute na washikaji wenzangu. Kuna mshikaji wangu anaitwa Jovine. Aise, mimi na Jovine ni washikaji. Tulianza urafiki tukiwa tupo advance, maana tulisoma wote shule moja, tukaja kukutana chuo, na hapo ndo ushikaji uliongezeka zaidi. Jovine ni mshikaji wangu sana, tunashauriana mambo mengi sana, tunasaidiana mno. Hata ya Jovine namweka katika kampuni yangu, namwajili katika cheo kikubwa sana, na namlipa pesa ndefu mno. Ila maisha yangu yote na pesa zangu zote sikuwa na raha ndani ya moyo wangu, japo watu wengi wanatamani sana kuwa kama mimi, sababu ya mafanikio yangu ya kibiashara na pesa ambazo namiliki na umaarufu mkubwa nilionao katika sekta ya uchumi. Ila kulikuwa na jambo moja kubwa sana ambalo lilikuwa linanifanya kutokuwa na amani kabisa na lani nikiwa kama mwanaume. Na hili tatizo bwana, kila nikilikumbuka lilikuwa linaninyima amani kabisa. Kikweli mimi nilikuwa na tatizo kubwa ambalo sikuwahi kumwambia yeyote kwenye maisha yangu. Hata mshikaji wangu Jovine sikuwahi kumwambia. Nilikuwa naona aibu mno. Kiukweli nilikuwa na shida ya nguvu za kiume. Nilikuwa sina uwezo wa kumridhisha mwanamke kabisa katika tendo. Aisee, wanawake wote ambao nilikuwa natembea nao walinidharau sana, hasa kipindi nipo chuo. Nilikuwa najisikia vibaya mno. Nilipoanza kupata pesa jitahidi mno kujitibia. Nishahangaika sana hospitalini, nishaenda, nimaliza hakuna cha maana. Dawa nishakunywa sana mpaka nje ya nchi. Nishatoka kupambana kutibu tatizo langu, lakini sijafanikiwa. Yeye ilikuwa ina tamaa za kimwili kama mwanaume, lakini nikiingia ndani ya mwanamke sifiki hata dakika moja, nakuwa nishamaliza kila kitu. Bwana, hii tatizo langu lilifanya wanawake wote ambao nilitembea nao wanidharau mno na kunitukana sana eti. Hilo swala lilikuwa linaniumiza mno na kunitesa ndani kwa ndani. Unajua, kwa mwanaume bora ukose vyote, sio nguvu za kiume. Mimi nilikuwa mzee anasimama vizuri, ila nilikuwa na mwanamke faraga, siwezi kuwa chochote. Na hisia za kuwa faraga na mwanamke ninazo kama mwanaume. Kuna muda nakaa na kuwa natamani sana kuwa na mwanamke, ila najijua siwezi kushughulika na tendo ipasavyo. Kuna muda nakuwa na hamu sana ya kuwa faraga, naenda kutafuta wadada wanaojiuza, ili nikianza kukutana naye tu basi namaliza shughuli chapo. Namlipa pesa, anasepa, namwacha nyuma, anatukana na kunicheka kuwa nimempaka shombo tu. Ile yale ilikuwa inaniumiza sana, ila sikuwa na jinsi. Sikutaka kutembea na mwanamke yote yule ambaye yupo karibu na watu, maana nilijua tu atanidhalilisha. Bora nikalilishwa na uko na watu ambao hawanijui, itabaki kuwa siri yangu tu kutoka kutembea na wanaonijua. Nyie acheni tu, hii kitu inauma sana eti. Basi hilo swali likabaki siri yangu tu, nikiendelea kujipambania bila matumaini yoyote. Yaani nilikuwa nasafiri sana ndani na nje ya nchi. Jovine akiuliza namwambia kazi mwanangu. Kumbe naangaika kujitibu, lakini wapi, sikuwa napona. Nimeshatupa pesa nyingi mno kwa ajili ya hii shida, ila sikuwahi kupona kabisa. Nakumbuka siku moja nikiwa zangu ofisini napiga kazi, Jovine alikuja akaniambia, wewe mwanangu vipi? Nikasema fresh. Inakuaje? Akaniambia, mwanangu leo natamani kuvisha kinoma, yani kulewa. Nikacheka, namjua Jovine anapenda sana pombe. Mimi nilikuwa nakunywa ila ile ya kawaida, ila Jovine anapenda pombe mno. Nikamwambia, kwa hiyo inakuaje sasa? Akasema, sikia, tukitoka kazini basi tupite club tupige hata chupa 2-3, na leo bosi ni mimi na ndo nakutoa out. Nikacheka, maana mjua Jovine anasemaga hivyo, tukifika anagoma kulipa bili alafu nalipa mimi. Ila nikamwambia poa, ngoja tupige kazi, tukitoka tunaenda mwanangu. Ilikuwa mkali kwa wafanyakazi ila sio kwa Jovine, kwa sababu Jovine ni mwanangu sana na nimetoka naye mbali mno. Hata kama kuna mfanyakazi atakuwa karibu kazi, lazima aongee na Jovine ili aje anipoze, na namuelewa sana Jovine. Basi tukapiga sana kazi pale kweli. Jioni tukatoka mpaka club moja hivi nzuri po Masaki, tukaagiza bia, tukaanza kunywa, tunapiga story pale. Tukiwa tunaendelea kunywa bwana, pale akaja dem mkali kinoma, akaanza kujibebesha kwangu. Sikuwa busy naye, nilijua nina shida zangu na hii club huwa tunakuja mara kwa mara na Jovine, so sikutaka madhaliliko kabisa. Ila Jovine akamvuta yule dem, akamwambia, vipi mtoto? Akasema poa. Jovine akamwambia, sasa nikitaka kupinduka na wewe inakuaje? Dem akasema, usiku mzima unalipa 100,000, ila ukitaka show 50,000.
Jovin akanambia oya, ndio ningoje kwanza nitoke nje na mchumba. Bwana mimi nikajua tayari anaenda kutembea na yule dem. Maana Jovin hajatulia kabisa, japo ana mwanamke wake permanent anaitwa Anet. Ila bado alikuwa na wanawake wengi sana nje. Kweli nikachili pale nikiwa naendelea kunywa. Mpaka Jovin akarudi. Nikamwambia vipi, ushapunguza uzito au sio? Akacheka. Anambia, ndio, piga na wewe. Hawa mademu hapo wengi, inabidi ujue ladha tofauti tofauti mwanangu. Mbona umepoa sana wewe? Nikacheka nikasema mimi sijaona vitu vyangu. Yaani sijaona mwanamke anayenipagawisha bana. Da, kumbe najua shida zangu ambazo zinaniumiza mno. Jovin akasema poa. Akanambia sasa sikia ndio. Lipia bili mwanangu. Mimi pesa yote nishampa yule dem. Nikacheka tu. Maana Jovin bwana. Basi nikalipia bili tukasepa. Jovin alikuwa anakaa Goba. So nikamwacha akatafuta usafiri. Mimi nikaingia katika gari yangu nikanyosha kwangu Kigamboni. Siku iliyofuata ilikuwa ni Jumapili. Sikuenda kazini, nikaamua tu nikamsalimia mama. Maana ilikuwa sijamuona kama wiki mbili hivi. Basi nikanyosha kwa bibi mkubwa kumcheki. Maana hizi siku za kawaida nakuwa nipo busy sana. Nikafika nikaongea naye sana. Basi mama akasema hivi ndio, una miaka mingapi vile baba yangu? Nikacheka kwanza kisha nikasema mama, bwana ndo unazeeka, ujui miaka yangu? Akaniambia nikukumbushe bwana. Nikasema mimi ni miaka 34 mpaka sasa. Akaniambia isaidio, inabidi uoe sasa. Nataka kuona familia yako. Nikasema mama, mimi bado sijapata mwanamke wa kuendana naye. Yaani bado sijaona kabisa mwenye sifa ambazo mimi nazitaka. Mama akaniambia ndio. Umri unaenda miaka 34. Una hata mtoto kweli? Au una shida sehemu? Nikashtuka. Nikajikaza nikasema hapana mama. Wala sina shida yoyote. Ni vile bado sijaplan kuoa. Ila mwanamke ni naye na nitamleta ili umuone mama. Ila bado namchunguza nione kama kweli atanifaa. Nikiona nifaa basi nitamuoa mama. Kiukweli nilimdanganya mama. Wala sikuwa na mwanamke yeyote katika mahusiano. Basi mama akasema sawa. Ila siku mlete huyo mwanamke hapa nyumbani. Mimi nikimuona tu nitajua kama anakufaa au la. Nikasema basi sawa mama. Jioni nikarudi zangu home. Kesho kazini kama kawaida. Basi kuna kampuni ilitaka ingie ubia na kampuni yangu. Na yenyewe ilikuwa inajenga majumba. Ikabidi tukutane mimi na CEO wa hiyo kampuni. Nakumbuka tulipanga tukutane Selena Hoteli saa 8 mchana. Kweli nikafanya kazi zangu mpaka kufika saa 6 mchana nikawa nishamaliza kazi zangu. Nikapita ofisini kwa Jovin nikampanga kuwa natoka, nikamwelekeza napokwenda. Jovin akasema poa kweli. Nikatoka nikachukua ndinga yangu huyo mpaka Selena Hoteli. Na mimi ndo niliwahi kufika. Nikakaa nikawa namsubiri mwenzangu. Baada ya muda akaja. Mali alikuwa anaongea naye tu katika sehemu. Alikuwa ni mwanamke ila sikuwahi kumjua. Aise, nilipomwona moyo wangu ulishtuka. Ni binti mrembo. Ana sura na shepu. Nilifikiri kuwa huyo binti ni binti mrembo sana. Ni yule dada wa mjini kweli kweli. Alikuwa amevaa nguo blandi sana. Alikuwa na miguu minene. Halafu kavaa kiatu kirefu. Ana umbo zuri. Aise, bwana mimi nimechanganyikiwa. Nikajikaza, sikutaka kuonesha mfadhaiko wowote mimi. Nikamkaribisha akakaa akasema thank you my dear. Mimi naitwa Miss Plate. Alikuwa anaongea huko ananipa mkono. Nikapokea mkono. Aise, ana mikono milaini kweli. Kama Sophie hivi. Alafu sasa ananukia kinoma. Nilipagawa. Yeye nilidata. Yaani naweza sema tu nilimpenda pale pale. Nikamwambia karibu akasema asante nafikiri tuanze kikao chetu. Aise tukaanza kujadili kazi tukaongea sana. Anaongea vizuri ila alinivuruga. Nilikubali kufanya naye kazi kabisa yani. Japo kampuni yao ilikuwa inaanza, yangu ilikuwa kubwa lakini ule uzuri wake ulinichanganya nikaweka saini ya mwanaume pale chap chap. Nikakubali kuingia ubia na kampuni yao. Akanishukuru mno. Akanipa namba zake za private. Mimi nikampa za kwangu pia. Nikamuuliza umekuja na usafiri gani? Akaniambia taxi. Nikamwambia mimi ninasafiri. Unaelekea wapi nikupeleke? Akaniambia narudi kazini. Nikamwambia twende nikuache ofisini kwenu. Akasema sawa. Kweli nikatoka naye nikaingia katika ndege yangu. Na yeye akaingia alivaa sketi fupi. So alivokaa kwenye gari ikapanda nikaona sehemu za chini huku. Da,
Nilichanganyikiwa mwanaume, mtoto mweupe, ila nikakumbuka shida zangu bwana, nikasema ngoja nitulie kwanza. Kweli nikampeleka mpaka kwenye kampuni yao, nikamwacha akashukuru, akashuka na mioyoni, nikaelekea kazini kwangu. Nimefika kazini, nikaingia ofisi ya Joven, nikamwambia oya, mwanangu, nimekutana na demu mkali kinoma, yani mtoto mzuri kama malaika. Joven akasema oya, atakuwa mkali kweli kama wewe ndio umesema? Mpaka wamsifie demu sio mchezo. Nikasema ndio, ni CEO wa ile kampuni na tumeshaingia nayo ubia wa kushirikiana nao katika swala zima la biashara, na nitaitisha kikao kuliongelea hili. Kevin akaniambia sawa, hamna shida kiongozi. Sasa ndio mchangamkie sasa mtoto mkali kama huyo mshikaji. Nikasema hilo limeisha, ngoja nimvutie kasi kwanza mtoto. Basi tukacheka sana, tukapiga sana story, tukaingia ofisini kwangu kuendelea kazi. Aisee, sio sile, nilikuwa ofisini kwangu bwana, muda wote nilikuwa namwaza yule mdada. Jiona kalimvuruga aswa. Yaani sijui nisemeje, nilimpenda ghafla yule binti. Sijui nisemeje ili mnielewe, ila alinivuruga mno bwana yule mtoto. Nijikuta na muwaza yeye tu, hata kazi sikufanya. Yaani kama vile nilimpenda ghafla. Basi jioni bwana, nikiwa nipo nyumbani, simu yangu iliita, nilipoangalia na ipiga simu ni yeye. Kanipigia, nilivurugwa mno. Nikasema mtoto vipi? Anataka nini usiku huu? Nikapokea. Nikasema yes mrembo, niambie. Akasema ndio jamani, samahani kwa usumbufu, sijui nimekuamsha. Nikasema wala usiwaze Messi. Mimi wala sikuwa nimelala, niambie. Akasema okay, wala sina jambo kubwa la kukuambia, nitaka kukutakia usiku mwema tu. Niliguna kwanza, nikasema hilo tu. Akasema yes kipenzi, nimekukumbuka tu hapa. Nikasema nikwambie good night au nimekukwaza? Upo na wifi? Nikasema no, wala sipo na mtu na wala hujanikwaza. Akasema wifi yupo? Nikasema